Nawe ndiye mtendaji mkuu katika maisha yetu. Tazama, hatuwezi kunena yaliyo ya kwetu, kwa kuwa tunatambua nguvu zako, uweza wako, uwepo wako na mamlaka yako. Tunakukabidhi madhabahu leo, Bwana, ukanene nasi kupitia kinywa changu, ukahusike na watoto wako na kuwapa neema na matumaini mapya. Baba, pokea sifa na heshima katika jina la Yesu. Amen. Amina. Haleluya. Amina. Leo tunajifunza neno ambalo ujumbe wa leo, kichwa cha ujumbe wa leo ni kubeba roho ya udhihirisho. Kubeba roho ya udhihirisho. Bearing the spirit of manifestation. Kubeba roho ya udhihirisho. Utaelewa. Bwana asifiwe. Na nataka niseme kila mtu aliyezaliwa duniani huwa ana mbegu ya udhihirisho wa Mungu ndani yake. Bwana asifiwe. Kila mtu, hata wale ambao unawaona ni wachawi au waganga, alizaliwa akiwa na mbegu ya udhihirisho wa uwepo wa Mungu au wa nguvu za Mungu ndani yake. Bwana asifiwe. Lakini akaja akaasi, akaondoka kwenye kusudi. Kumbuka hata Adamu na Hawa waliumbwa na Mungu kwa mfano wake, na waliishi na Mungu, aliwatembelea wakati wa kupunga kwa jua. Lakini wakati mmoja wakamkosea, wakaondolewa kwenye lile shamba la Edeni. Haleluya. Ni muhimu kabisa kuelewa kila mtu aliyezaliwa unayemwona ana kiasi fulani cha mbegu ya udhihirisho wa nguvu za Mungu ndani yake. Lakini wengine wamezikanyagia, wamezipuuza. Bwana tusaidie. Lakini wengine wamezirutubisha, wamezilinda na wameleta ukweli wa udhihirisho ndani yao. Hii niseme punde tu unapokuja duniani, ile mbegu huingia kwenye vita vikali kupitia mambo kadhaa tutakayoyaona. Inaanza vita vikali. Bwana asifiwe. Ile mbegu ya udhihirisho inaanza vita vikali. Tukiangalia watu wengi, lakini kuna sehemu hapa nilikuwa na Mungu ananisemesha, nitaiona tu, lakini nataka niseme kupitia vitu vifuatavyo: vita vya dunia na mwili na shetani vinashindana na ile mbegu ya udhihirisho wa nguvu za Mungu ndani ya mwanadamu. Nataka tujue. Bwana asifiwe. Kumbuka niliwaambia adui wa mwanadamu yoyote yule aliye katika ulimwengu, maadui wake ni watatu. Nikasema wa kwanza ni mwili, wa pili ni shetani, na watatu ni dunia, na zote zimetajwa. Biblia inasema mwili upenda ukishindana na roho. Kwa nini mwili awe wa kwanza? Nilisema ni kwa sababu umeubeba huo mwili. Bwana asifiwe. Mwili ni sehemu yetu. Kwa hivyo kiti cha matamanio huwa kwenye mwili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama nilivyosema, vita vikali kupitia yafuatayo. Moja, tutakuja kusoma neno baadaye kidogo, mila na desturi. Moja, mila na desturi. Nataka tujifunze hizi vitu, mila na desturi. Mila na desturi ni sehemu moja kubwa sana, especially katika Afrika, inayoleta ushindani wa kushindana na nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sijui kama unaelewa. Unajua, wakati unapozaliwa katika jamii nyingi za Kiafrika, mtoto anapozaliwa, jamii tofauti tofauti wanatamka maneno, na wakati mwingine wanachukua kitovu chako wanakifanyia matambiko au mila na desturi fulani. Hiyo ni kifungo cha kwanza na vita vya kwanza kushindana na ile mbegu ya udhihirisho wa nguvu za Mungu ndani yako. Bwana tusaidie sana. Jamii nyingi huwa ni hii, na nataka niseme kwamba jambo hili linaonekana huko
vijijini kama la kawaida sana, na ndiyo maana mara nyingi ukiangalia vijijini na mijini kuna tofauti kubwa sana sana katika mambo mbalimbali. Wanatusaidia sana. Ukimtumikia Mungu ukiwa vijijini, mara nyingi watu wanabaki wana changamoto nyingi. Unagundua kabisa bado wana mizigo mikubwa sana. Wanatusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niseme kwamba ni kwa sababu watu wa vijijini kuna kitu kinaitwa ignorance kwa Kiingereza, ambao ignorance ni kupuuza. Wao kwa kutojua wamepuuza kweli nyingi sana. Wamejikuta ni kana kwamba wana kila kitu katika himaya zao. Wamejikuta ni kana kwamba maisha ni mzunguko wa jinsi walivyoyakuta, kwamba hakuna jinsi ya kuboresha zaidi. Bwana asifiwe. Na utakuta wale waliotoka wakaenda mijini mara nyingi wanafunguka taratibu, wanaendelea kufunguka. Ndio maana unaweza ukaona mtoto aliyezaliwa mjini kati kule mjini Dar es Salaam, Dodoma kama ni sasa hivi, wanasifiwa sana, akirudi kijijini watoto wote wanataka kumwangalia. Yuko tofauti kabisa na wao, yuko tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na niseme kabisa, wakati mwingine unagundua watu wamepata hata mila zingine. Mke wa mtu akitaka kujifungua, watu wengi hurudisha mke wao nyumbani, unampeleka kijijini akakae na mama yako. Hiyo ni mila hatari sana, watu hawajawahi jua, ni potofu sana hiyo. Akienda kule anaendeleza mfumo ule wa ile mila na desturi zile. Bwana asifiwe sana. Anaendeleza kile kitovu kinashikwa na bibi wa mtoto, kinafanyiwa kwa sababu wao bado wako kwenye mila. Au bibi yako yuko kule, anakuja anamshika mtoto, anampaka wanja, anasema ni kumlinda, anamfanyia vituko vingi. Bwana atusaidie sana. Anafikiri wanja ni nzuri kuliko Yesu Kristo, kuliko damu ya agano jipya, wakati mjini, haleluya, mtoto anakabidhiwa kanisani. Yesu Kristo alikabidhiwa madhabahuni, akashikwa na mzee aliyoitwa Simeoni, akambariki. Haleluya, amina. Bwana asifiwe. Lakini kule wanakabidhiwa kwa wazee wa mila, wakati mwingine kwa bibi, kwa babu, anaenda analala kule, Bwana asifiwe sana. Wengine mila, nimesikia mambo mbali ya watu. Wengine hata anavuta nyonyo ya bibi mzee kabisa, anapewa mtoto, anavuta mara mbili, anasema huyu tayari. Bwana atusaidie. Kuna mambo mengi yasiyo na maana kabisa. Huyo mtoto kufanya hivyo tu, tayari amesajiliwa kwenye laana ya ukoo, tayari amesajiliwa kwenye changamoto ya mfululizo ya ukoo. Bwana pesi. Amina. Watu wengi hata kwenye Biblia tunaona changamoto. Aliridhishwa uongo na mama yake. Sitasoma hapa. Mama yake alimwambia tumdanganye mzee. Vaa hii ngozi ya kondoo, mchinje mnyama, ujifanye kuwa Esau. Mama kabisa. Wala asifiwe. Lakini angalia hiyo mpesa alipoenda kwa Laban. Biblia inasema alidanganywa kila mara, naambiwa nakupa mshahara wako, anaambiwa mahari kwa ajili ya huyu binti Raheli ni miaka 7, unitumikie miaka 7, umeshalipa mahari. Miaka 7 ilipoisha, akapewa lidada lingine ambalo sio lizuri, akapiga mingine 7, miaka 14. Bwana sasa. Lakini baada ya hapo anasema umenidanganya, umenibadilishia mshahara mara 10. Akadanganywa na kondoo, hapewi. Bwana asifiwe sana. Ni muhimu kuelewa kabisa kwamba wanadamu walio wa asili hudanganywa sana na watu wa nyumbani. Sasa nimesema haya, lakini ninaposema hili na mimi ndio nitakuja kusoma neno. Bwana asifiwe sana. Jambo la pili ambalo
inashindana na mbegu ya udhihirisho wa nguvu za Mungu katika maisha yetu ni majina. Somo letu kidogo ndio hivyo lilivyo, tutakuja kusoma baadaye. Majina ni hatari sana kama hayajakaguliwa vizuri. Majina yanaleta hali ya urejesho kwa yule ambaye ni mwajina wako. Bwana asifiwe. Tunaona hata Yakobo, huyo Biblia inasema yeye alikuwa anaitwa Yakobo kwa sababu ya kile alichoambiwa na mama. Kumbuka, alipoitwa Yakobo aliitwa tapeli. Ni jina Yakobo ni tapeli. Kwa hivyo alipoenda alimtapeli kaka yake Esau, lakini alipoenda kule akatapeliwa kwa sababu anaitwa tapeli. Kumbuka, ndege wa ubawa mmoja huruka pamoja. Kama yeye ni tapeli, anakutana na tapeli mkubwa Labani. Anamtapeli. Bwana asifiwe. Na ndio challenge ya watu wengi. Unajikuta unaenda katika anga fulani, unataka ulimiliki, lakini hujavunja hali ya asili ya jina lako. Unajikuta unadanganywa na mabinti, unaanza kuzini. Wengine wanakuwa wazinzi. Wanatusaidia. Wamejawa na roho, lakini unapoingia huko ile asili ya jina inampelekea. Maana jina lile lina babu. Babu alikuwa ni mtu wa ajabu. Alikuwa na wanawake 200. Wanatusaidia. Leo unaanza kuzini. Unakosa utulivu. Unakuwa kama kamnyama hivi. Hallelujah. Vitu vya ajabu sana. Kwa hivyo majina ni utambulisho, ni identity. Kumbuka, jina ni identity yako. Nikisema Victor, mtamwangalia rafiki yangu hapa. Bwana asifiwe. Ni jina, ni utambulisho wake. Bwana asifiwe. Nikisema Joyce, watu wote wengine wanageuka. Hallelujah. Ndivyo hivyo ilivyo. Nikisema Andrea, utambulisho. Kwa hiyo majina ni identity. Kwa hiyo ukiingia kwenye anga fulani, ile jina linakutambulisha. Kama lile jina linatokana na jina la ajabu au la mtu ambaye aliharibu maisha yake kwa njia moja au nyingine. Labda alikuwa yeye ni mtu wa madeni mpaka anafukuzwa kijiji. Kuna babu mmoja tulikuwa tunahadithiwa, alifukuzwa kijiji kizima kwa sababu ya kuwapa watoto wa watu mimba. Watu kama 40 wana mimba yake. Kila mtu ni yule mzee, ni yule babu. Akaambua, toka, hatukutaki hapa. Bwana tusaidie. Sasa ni changamoto. Kama una hilo tu unalikumbatia, unajikuta mimba 1, 2, 3, 4, 5. Ndio unastuka. Na hujao. Bwana tusaidie sana. Identity. Lakini jina ina nguvu kubwa ya kuamua hatima yako. Lina nguvu kubwa sana ya kuamua hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana tusaidie sana. Sasa nataka tuone kitu kingine. Jina hutafuta wajina wako, sifa zake, tabia zake na maana yake. Linafuata kutafuta lenyewe. Bwana asifiwe. Lenyewe, kumbuka, kila kitu kinachotamkwa hapa, kama hilo jina linalosema, lina masikio na lina macho na lina kinywa. Jina linasikia. Bwana asifiwe sana. Li hai. Haleluya. Kwa hivyo hutafuta sifa hizo. Sifa ni zipi? Yeye alikuwa anapenda hiki, yeye alikuwa ni hiki, anapenda hiki. Bwana asifiwe sana. Jambo la tatu, kabla tujasoma eneo fulani, ni imani au dini. Imani. Jambo la tatu linaloshindana ni imani au dini. Hapa ni kwenye madhabahu utakayotambulishwa kwanza. Mahali utakapotambulishwa, unapozaliwa au unapojielewa, unapokomaa, hapo ndipo haleluya, unakabidhiwa kwa nani? Yesu Kristo alipelekwa kanisani, akapokelewa na Simeoni, mtu wa haki. Haleluya. Bwana asifiwe sana.
Wewe umekuja hapa umenikuta mimi mtumishi wa Mungu. Bwana atusaidie. Amina. Haleluya. Nataka ujue tunapoendelea na haya mengine yaliyobaki mawili kwamba dini au imani ni muhimu sana katika maisha yako, kwa sababu mambo ya imani ni ya rohoni. Bwana asifiwe. Biblia inasema tunamwamini Mungu tusiyemjua. Kuna watu wameaminishwa uganga na uchawi na ushirikina, wamejifunga viunoni, wana vidude wamejifunga viunoni. Hilizi Bwana asifiwe. Tushakutana na mtoto mmoja amefungwa hivyo, wengine wanafungwa mkononi, anabaki na hicho kidude cheusi, lakini kilitamkiwa maneno kikafungwa kakitu, akafungwa mkononi. Wanasema ili asife, au hizo wanja ili macho mabaya yasimuone. Hiyo ni imani. Bwana asifiwe. Ni hatari kuliko, kwa sababu usipokuwa na imani ndani ya Kristo Yesu, imani hizi zingine zote zinakuwa challenged, zinashindanishwa na imani ya kweli ya Bwana wetu Yesu Kristo. Aliye na imani ya kweli hubaki amesimama. Biblia inasema wengine watataja magari na farasi, na bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Wale wanaosimama na Mungu, lakini wale wanaotaja vitu vyao ni tofauti. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaona usiwahi kudharau imani yako kwa sababu wewe ni mdogo. Tunaona hapa katika Samueli wa kwanza kidogo sura ya 17 mstari wa 20, hapo tutasoma tuone ni wapi tena. Daudi akaondoka asubuhi na mapema, akawaacha kondoo pamoja na mchungaji, akavitoa vitu vile, akaenda kama Yese alivyomwamuru. Akafika penye magari wakati lile jeshi walipokuwa wakitoka kwenda kupigana, wakipiga kelele za vita. Bwana asifiwe. Ni Daudi. Kumbuka Daudi alipakwa mafuta na Samueli ili awe mfalme, lakini alipotiwa mafuta, Biblia inasema akarudi tena kuchunga kondoo wa babake. Angalia hapa, alikuwa na kaka zake ambao walikuwa ni wanajeshi wa vita. Basi Daudi akaviacha vile vyombo vyake katika mkono wa mlinda vyombo, akamkimbilia jeshi, akafika akawasalimu ndugu zake. Nataka tuone 17:22 hapo 23. Hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule Mfilisti wa Gathi, jina lake Goliati, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Kumbuka, mtu mwenye roho ya udhihirisho hawezi kukubali kejeli kwa Mungu wake, kejeli kwa kile anachokiamini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hizi roho zingine haziwezi kukutesa, za imani zingine. Lakini nataka tuone, na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Watu wa Israeli wakasema, je, mmemwona mtu huyu aliyepanda huko? Hakika ametokea ili watukane Israeli. Basi itakuwa mtu yule atakayemuua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamwoza binti yake na kuifanya mbali ya baba yake kuwa huru katika Israeli. Daudi akaongea na watu waliosimama karibu wakisema, je, atafanyiwaje yeye atakayemuua Mfilisti huyo na kuondolea Israeli aibu hii? Bwana asifiwe. Bwana, Mfilisti huyu asiyetahiriwa ni nani hata awatukane majeshi ya Mungu aliye hai? Nao watu wakamjibu vivyo hivyo. Nataka tuone vile kaka zake walimwambia. Unaona? Bwana asifiwe. Mstari wa 28. Na Eliabu mkubwa wake. Eliabu alikuwa ni mmoja wa ndugu yake au kaka yake na Daudi, lakini alikuwa ni mtu mwenye nguvu sana, mrefu, pandikizi la mtu. Bwana asifiwe. Kwenye jeshi la Israeli, yeye akaona Daudi mdogo, lakini Daudi alikuwa amejaa mafuta ya Mungu, amejaa imani, amejaa udhihirisho wa roho ya udhihirisho wa nguvu za Mungu ndani yake. Haleluya. Nataka tuone. Na Eliabu mkubwa wake
alisikia hapo alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi, akasema, mbona wewe umeshuka hapa, na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Oh my goodness. Mungu ameniambia kondoo wale wachache, nikaandika hapo wakati tunaomba. Mungu akanisemesha mambo hili. Na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Bwana asifiwe. Huyu kaka anamwambia dogo, hajui dogo amebeba roho ya udhihirisho wa nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Hajui dogo ndiye atakayewaokoa wote na Mfilisti na Wafilisti hao. Bwana apewe sifa. Amina. Usijidharau unapoonekana kama umedharaulika katika familia yenu au katika jamii. Bwana asifiwe. Mungu ananiambia usiwahi kujishusha kwa sababu wewe unamjua Mungu. Usijishushe kwa sababu ya wale ambao wana pesa nyingi, wana madaraka na mamlaka katika taifa au katika maeneo mbalimbali. Unatakiwa tu unyenyekee, lakini ujue wewe ndiwe mkombozi wao katika jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa umetambua nguvu ya udhihirisho iliyo ndani yako uliyoibeba. Bwana asifiwe. Amina. Huyu Eliabu akamwambia hivyo. Hakujua kabisa. Haleluya. Lakini niseme kitu kingine kinachoshindana na mbegu ya udhihirisho ni elimu na utandawazi. Elimu na utandawazi. Bwana asifiwe. Sayansi na teknolojia zimeharibu vijana wengi. Hizi zimeleta mfumo wa ulimwengu katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Vitu hivi ni vizuri, lakini vitumiwe kwa hekima ya kimungu. Vitumiwe kwa kutiishwa chini ya neno la Mungu. Bwana asifiwe. Watu wengine hutumia teknolojia hii kama mbadala wa neno la Mungu, na watu wengi wanajiangamiza kwa teknolojia na sayansi. Biblia inasema maarifa mengi yatawaangamiza. Bwana atusaidie sana. Ni heri niyajue mapenzi ya Mungu kuliko niyajue mapenzi ya wanadamu. Kumbuka hizi teknolojia na sayansi zimefika mahali ambako zimeleta taharuki katika jamii. Wakati mwingine kuna watu wanaokufa lakini wanapandikizwa, wanaonekana bado wanaishi. Wale wanaoelewa wanajua. Waigizaji, wasanii bado wanaonekana wakitembea huko mijini, mitaani huko kwao katika nchi zao, lakini walishakufa, walishazikwa. Hii ni teknolojia. Kuna watu sasa wanaoa robot tutazihitaji hizi vinyago, wanazioa ziwe wake zao, ziwahudumie. Bwana atusaidie. Wengine wanazichukua ziwahudumie katika maeneo mbalimbali. Watu wamepotea kwa kukosa maarifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Huwezi kujua kesho itakuwaje katika Afrika yetu hii, kwa kuwa inashindaniwa sana na wale walio nje ili waingize hizo teknolojia za maangamizi katika taifa letu. Sayansi na teknolojia haiwezi kushinda kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kile inachofanya inapunguza watu wa Mungu, maana watu wengi wanakimbilia kule. Kumbuka Yesu mwenyewe alivunja kanuni za ulimwengu. Bwana asifiwe. Biblia inasema alitembea juu ya maji. Sisi tuliosoma tunajua mambo ya viscosity, mambo ya maji, na kutembea juu ya maji hauwezekani, utadumbukia. Lakini pia alipaa juu. Tunajua gravity, ukirusha juu linashuka. Lakini yeye alipaa. Alivunja kanuni zote, kwa sababu hata leo ana uwezo wa kuvunja kanuni zote juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Kile ambacho hauna anaweza kukubadilishia figo mpya. Tumeona watu wengi wamewekewa mikono, walikuwa na figo wanapelekwa India, lakini mara akaenda hospitali kupima, naambiwa wewe hujawahi umwa, mbona figo zako ni mpya, mbona hauna shida. Haleluya. Kwa sababu science and technology, this is man, this is
from man, but Jesus Christ is above man. He's the creator of heaven and earth. Hallelujah. Amina. Jambo la mwisho katika hilo linaloshindana ni mfumo wa maisha. Na hapa tutaangalia, kabla ya lote tusome katika Waefeso sura ya 4. Tutaenda Waefeso sura ya 4, tusome mstari wa 17 hadi 24. Sura ya 4 ya Waefeso 17 hadi 24 inasema, basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili na nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Mstari wa 19, ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Mstari wa 20, bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mlisikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli iliyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Mstari wa 23, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Mstari wa mwisho, mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Bwana asifiwe. Paulo mtume anafundisha kwa kina, sina muda wa kutafsiri. Anasema lazima tufanywe upya ili tuione na tuisimamishe ile mbegu ya udhihirisho wa nguvu za Mungu ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu aliumba mtu original ambaye hana mapungufu ya kiroho. Bwana asifiwe. Lakini shetani akawekeza kupitia mwili na kupitia roho mchafu aliye ndani yake na kupitia ulimwengu, akawekeza mbegu, akapanda magugu katikati ya ngano. Bwana tusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Nataka tuangalie katika kitabu cha Hesabu ili tuende vizuri. Hesabu sura ya 14. Tumeona mfumo wa maisha. Sura ya 14 ya labashalabu kwanza mstari wa kwanza. Hapo tumeona mfumo wa maisha. Lazima tufanywe upya nia zetu, lazima tubadilishwe, lazima turudi kwenye msingi wa Mungu. Bwana asifiwe. Hesabu nasema hapa ni wana wa Israeli. Kama sura ya 14 mstari wa kwanza. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli, haleluya, kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakamwambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Bwana tusaidie sana. Watu waliokosa kutambua mbegu ya udhihirisho, wasiobeba roho ya udhihirisho wa nguvu za Mungu ndani yao, ambao wameisonga ile mbegu ikakosa kuzaa, ikawa kama mbegu iliyopandwa juu ya mwamba, huwa wananung'unika kwa kila wanachokiona. Huwa hawaoni fursa ya udhihirisho wa Mungu, wa nguvu za Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini watu wenye mbegu ya udhihirisho wakiumwa, wanatambua kabisa hapa ni fursa ya Mungu kujitukuza kwa kuniponya. Haleluya. Bwana apewe sifa. Wakikutana na jambo, changamoto, wanajua hapa ndipo sasa Mungu atanipa mapawa, nipae. Nilisema juzi katika maombi, tulipokuwa kwenye maombi, kwamba Elia alipoletewa manabii 450 wa Baali wakawa washindane naye kutoa dhabihu, aliwaambia, alijua hii ni fursa ya Mungu aliye juu kujidhihirisha na kujitwalia utukufu na kujikusanyia wafuasi. Haleluya. Bwana asifiwe.
akaona yuko peke yake. Kama ingekuwa ni mtu ambaye haioni mbegu ya udhihirisho wa nguvu za Mungu ndani yake, angeanza kulia na kufa mimi. 450 hata mmoja akishika sikio, mwingine pua, mwingine kidole cha mguu, sheria amekwisha. Bwana akusaidie. Lakini alisema mtasitasita mpaka lini? Kama Baali ndiye Mungu sawa, lakini kama Bwana ndiye Mungu na ijulikane leo. Bwana asifiwe. Akawaambia anzeni kwanza, wakafanya mpaka wakachoka, wakajikatakata. Na Biblia inasema walipomaliza muda wao, Mungu wao hakuitika wala hakuonyesha dalili yoyote. Elia alipoingia, haleluya, kitu cha kwanza akaanza kuchochea udhihirisho wa nguvu za Mungu. Akatengeneza madhabahu. Sema madhabahu. Kitu cha kwanza unachotakiwa kutengeneza vizuri, ili mbegu ya udhihirisho ipate mahali pa kutulia na kudhihirishwa, ni madhabahu. Bwana asifiwe. Altar, madhabahu moyoni mwako, sehemu ya Mungu kutulia, Roho wa Mungu kutulia, mahali pa Mungu kushukia. Kumbuka, madhabahu ni sehemu ya Mungu ya kupitia ili yakutane na wewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Biblia inasema Elia akatengeneza madhabahu. Baada ya kutengeneza madhabahu, akaweka mawe 12 yanayosimamia kabila 12 za Israeli, manake wana wa Yakobo, wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Lakini baada ya hapo akaona hapana, baada ya kuwadhihaki sana, akaona sasa naomba chimbeni mitaro, wekeni maji ili mjue Mungu ana nguvu isiyo ya kawaida, ni zaidi ya science na teknolojia kama nilivyosema. Bwana asifiwe. Wakatia maji kwenye mfereji. Alipoenda ameandaa ng'ombe, kuni, mawe na maji yamewekwa, aliangalia juu tu kasema, naijulikana kwamba wewe ndiwe Mungu. Haleluya. Wewe ambaye unadhihirishwa kwenye madhabahu ndiwe Mungu. Najulikana pia mimi nimebeba roho ya udhihirisho. Bwana asifiwe. Kwamba mimi ni mtumishi wako. Maana mtumishi wa Mungu amebeba roho ya udhihirisho. Bwana Yesu asifiwe. Ili watu hawa wajue nao wakugeukie wewe. Hata hakusema moto ushuke. Moto unaposikia madhabahu na kuyaona na kuyanusa, moto wa juu ambao hauzimwi na yote ukashuka. Biblia inasema ukateketeza sadaka, ukateketeza kuni, ukateketeza mawe 12, ukateketeza mavumbi, ukalamba maji. Moto ukalamba maji, ukayakausha. Ushaona moto ukilamba maji? Bwana asifiwe. Kinyume na sayansi na teknolojia. Kama hujawahi soma hapo, uende ukasome. Bwana asifiwe. Moto ukalamba maji, ukakausha maji, kwa sababu Elia alitambua ana roho ya udhihirisho wa nguvu za Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atusaidie. Hivyo tunaona hawa wanalia, wanasema ingekuwa, kwa sababu hakuwa naye, mbona Bwana anatuleta? Ikaendelea hivyo. Ndipo mstari wa 5, Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano wa kusanyiko na wana wa Israeli. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kale mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi wakararua nguo zao. Wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakasema, nchi ile tuliyoipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii, atupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Haleluya. Maziwa na asali. Bwana asifiwe. Sitataka kusoma sana, lakini tutasoma mpaka mstari wa 10. Unaona,
Watu wasio na roho ya udhihirisho, ingawa kuna sehemu tutasoma hapa ambapo hapa inaitwa roho nyingine. Lazima uwe na roho nyingine ambayo ni tofauti na roho iliyoko katika ulimwengu. Bwana asifiwe. Leo watu wanaangalia nasema mafuta ni bei ghali na yatapanda tu, wanayatabiria yapande, wanatabiri kufa tu, kama hao waliokuwa nasema ni heri tungekufa huko Misri. Bwana asifiwe. Yatapanda tu. Wewe ambaye uogopi, unaye Mungu, yakipanda unapewa mabawa, maana unaongezewa fedha. Kama ni nauli unakuwa na pesa nyingi. Kama Bwana asifiwe. Kama ni una gari unapata pesa nyingi. Weka mafuta, unaona ni kawaida tu kama miaka ya nyuma tu. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu anakupa mabawa. Haleluya. Amina. Tutapata mabawa, kama ndege wa angani, tutapaa kama ndege wa angani. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna neno linalotakiwa kukuogofya katika dunia. Watu wakisema, wewe unatakiwa usimame kama Elia. Hapa Elia watu walisema wote, na wakawa wanasubiria manabii wa Baali wamshinde Elia. Lakini Elia alisimama peke yake, na baadaye watu wote wakamjia yeye, wakamsaidia kuwakamata wale 450, wakawachinja wote pale kwenye kijito Kidroni. Haleluya. Hapa napo Musa na Haruni na Yoshua na Haruni walibaki watatu kati ya watu maelfu. Wakasema hapana, tutaingia. Mungu si alisema anatupatia nchi yenye maziwa na asali? Tutatamalaki bila shaka. Bwana asifiwe. Haleluya. Unaona? Haleluya. Unaona mstari wa 11 anasema, Bwana akamuuliza Musa, je, watu hao watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Japokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao. Mungu akauliza hivyo kwa sababu Mungu anataka kila mtu aliye duniani atambue ana roho, ana mbegu ya udhihirisho wa nguvu za Mungu, na uwezo wa kusema shetani achia, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ni vizuri kuwa na mbegu ya udhihirisho. Ukikutana na jambo lolote, una mamlaka juu ya hilo jambo. Haleluya. Bwana asifiwe. Katika mstari wa 24 hapo tuliposoma, ili tuendelee kuhitimisha. Mstari wa 24, sura ya 14:24. Lakini mtumishi wangu Kalebu, huyu ni Mungu anasema, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake wataimiliki. Bwana asifiwe. Kalebu akiwa mzee akapewa ahadi ya kuingia katika nchi ya ahadi, kwa sababu alibeba roho nyingine. Alibeba roho ya udhihirisho wa nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Pamoja na kuwaona watu majitu ni wakubwa, ni wanefili, wamejenga maboma, lakini aliwaona tu, lakini akawalinganisha na Mungu wake aliye katika Isaya. Biblia inasema Mungu kiti chake kiko mbinguni, na duniani mahali pake pa kuweka miguu. Bwana asifiwe. Akasema Mungu huyo mkubwa hivyo, hawa watu hata kama ni warefu, wanagusa dari ya nyumba, wanamweza huyo Mungu wangu ambaye yeye anaketi mbinguni na hapa duniani anaweka miguu yake. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Kalebu akang'amua na kutambua wale wanafiri mbele za Bwana ni chakula. Walisema hao ni chakula chetu, tutawatafuna. Bwana asifiwe. Amina. Na ni kweli, walipoenda kule wale wanafiri walikuwa wanadondoka mmoja mmoja. Mungu alishusha mpaka mawe kutoka mbinguni akawaangamiza wote. Bwana asifiwe. Amina. Ila wale waliokataa kuionyesha na kuidhihirisha roho ya udhihirisho, nguvu za Mungu, wote walikufa jangwani. Si walisema tufe katika jangwa hili au tungefia Misri? Walikufa kwa sababu walitamka, usiogope hao ndugu zako,
ambao wanakunena, huyu jamaa hafaya, hana chochote, amwangalie, anatungua tuili tu. Wanakusema amekaa miaka fulani tu anafanya mikazi, hata hatujui anafanya nini. Hajajenga hata nyumba, hana chochote, hajaoa. Bwana tusaidie. Wewe usiogope. Haleluya. Usiogope. Mungu wako, wao watakuja kukuomba msaada. Haleluya. Amina. Watakutafuta na wengine itakuwa ni vigumu sana kukufikia. Bwana asifiwe. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Sitaki kusoma, utasoma mstari wa 30, 36 hadi 38. 30, 36 hadi 38. Neno la Mungu siku zote ni ndio na amina. Mungu aliyeahidi ni mwaminifu kutimiza. Hii nchi inaitwa nchi iliyojaa maziwa na asali. Utaangalia Hesabu 13. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mtu mwenye roho ya udhihirisho huona kesho na sio leo tu. Anaona kesho. Manake ana matumaini. Hawezi kusema kama hawa tungekufa jangwani. Manake wao wamesitisha, wameweka mstari wa kwafi. Lakini yeye anaona kesho. Manake unaona hata watoto wako na wajukuu. Hata wengine kama hautakuwepo, unaona watakavyokuwa, watakavyomiliki, watakavyopendeza. Bwana asifiwe. Mtu mwenye roho ya udhihirisho hakati tamaa, huwa na saburi. Utasoma katika Warumi sura ya 5, mstari wa 3 hadi wa 5. Cha kufanya, nataka tuhitimisha cha kufanya. Kuna mambo kadhaa unatakiwa kufanya ili ubebe roho ya udhihirisho na uweke ionekane. Biblia inasema taa haiwashwi kawekwa chini ya kiango, bali huwekwa juu ili watu wote iwaangazie wote. Haleluya. Moja, uwe tayari kulipa gharama. Bwana asifiwe. Watu wengi hawako tayari. Gharama sio kubwa kama gharama ya upande ule mwingine. Luka sura 21 mstari wa 14 hadi 19. Basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri kwanza mtakavyojibu, kwa sababu mimi, huyo ni Yesu anasema, mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Bwana asifiwe. Yaani ni nyepesi tu, ni kujikabidhi kwake. Atakupa usemi mbele zao watakapo kudhihaki na kukutia katika birika kama Yusufu. Mungu atakupa aidha unyamaze au useme neno gani. Bwana asifiwe. Mstari wa 14, 15. Kwa sababu mimi nitawapa kinywa. 16. Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Nanyi mtachukuliwa na watu wote kwa ajili ya mtachukiwa na watu wote kwa ajili yangu, kwa jina langu. Walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu. Alafu anahitimisha, nani kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Bwana asifiwe. Kumbuka nafsi ndio imebeba mtu, ndio inaleta utashi. Bwana asifiwe. Ndio inakufanya utambue mema na mabaya. Mtaziponya nafsi zenu. Ndivyo anasema. Jambo la pili, nimesema la kwanza ni kuwa tayari kulipa gharama. Jambo la pili, yaani uwe tayari kutukanwa, kudharauliwa, usijilipiza kisasi. Useme, na mimi hanisalimii, nami sitamsalimia. Na mimi amenitukana, nami nitamuita hiki. Hapana. Lipa gharama ili uweze kupenya. Haleluya. Jambo la pili, kujitenga na ndugu kwa hekima. Kwa hekima. Bwana asifiwe. Yusufu aliteswa na ndugu zake na alifanikiwa tu kudhihirishwa alipokuwa mbali nao. Nakumbuka alikuja kuwasaidia. Lakini Ibrahimu alifanikiwa tu alipoachana na ndugu zake. Kumbuka ndugu wanaangalia kibinadamu. Mara nyingi ndugu wanaangalia kibinadamu, wana kalimiti. Wana asifiwe. Wengine kwa kukupenda sana
wanaweza wakasababisha miujiza yako ikachelewa sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu ataleta tahadhari. Kuna mama mmoja ambaye alikuwa nesi kule Muhimbili miaka ya nyuma sana. Sasa hivi ni bibi. Walikuwa wananiambia walikuwa wamefundishwa na wazungu. Wao walikuwa wanafanya kazi pamoja na wazungu. Wamefundishwa mtoto asilindwe sana, aache ale udongo na nini, ndio kinga yake iwe imara. Sasa watu wengi watoto wanawakinga na baridi na nini, watoto nao wanaumwa. Ndivyo ilivyo katika ufalme. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndugu wanaangalia kibinadamu. Akikukinga sana, anafanya Mungu asipate nafasi ya kuingia ndani yako. Wakati mwingine Mungu akufinye kidogo ili akufinyage uweze kuwa kama apendavyo. Bwana asifiwe. Mungu anaingia, anatoa sakas. Tunasoma katika kitabu cha Yohana sura ya 15 kwamba ili mzabibu uzae vizuri husafishwa ili upate kuzaa vizuri. Haleluya. Sasa Mungu hawezi kupata nafasi ya kusafisha kama hao wanajua hii sakasi, wanakukinga pamoja nayo, wanakuzingira pamoja na sakasi zako. Zile za kutolewa bado unazo, una pembe za udongo zinatakiwa zipulizwe zidondoke, lakini wanazilinda tu. Jina lako huyu ataitwa Kabeba. Kabeba kumbe alikuwa ni mchawi wa kutupa mpaka alifukuzwa kijiji. Kabeba wetu wanalinda, wanaweka kinguo. Bwana asifiwe. Homa haitakuacha, lazima waondoke ili pembe zidondoke, alafu udhihirisho wa Mungu uonekane katika jina la Yesu. Hata kama wanakupenda, wataizuia ile mbegu ya udhihirisho ife. Biblia inasema mbegu ili yote lazima ife kwanza ili itoke tena. Lazima ife kwanza ili ichipue upya katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu cha kufanya ni kujitenga na mfumo wa dunia moyoni. Mfumo unajitenga na mfumo. Sio kwamba hautatumia simu kama sasa unaona nasoma kwenye simu maana ni rahisi, lakini unajitenga na mfumo wa dunia moyoni. Isikushike moyoni kwamba Bwana asifiwe sana. Kama hakuna hiki unasikia utakufa. Bwana tusaidie. Kuna baba mmoja gari yake ilikaa kama inadondoka. Yeye alikumbuka pesa zake. Pesa zangu, na sasa hivi ameshafariki. Lakini siku ile hata hakupata jeraha. Lakini alipiga kelele kabisa, akataja mpaka pale ameweka hela. Yaani moyo wake, hazina yake iko kwenye pesa. Wakati wengine wanasema Bwana Yesu tuokoe, yeye anasema pesa iko hii chini ya kitanda Anataja kila kitu kama ananena kwa lugha. Bwana atusaidie. Kuna watu ambao wameunganishwa na mfumo wa dunia kiasi kwamba mfumo huu ndio miungu yao. Bwana atusaidie. Tusiwe hivyo katika jina la Yesu. Amina. Haleluya. Jitenga na mfumo wa dunia moyoni, lakini kutengeneza chumba cha ndani moyoni mwako chenye mfumo wa kibingu kwa kukesha na faraga. Yaani unapojitenga na dunia au na ulimwengu moyoni, mfumo wa dunia, unatengeneza chumba cha ndani. Biblia inasema utakapokuwa unaomba unafunga mlango na uingie kwenye chumba cha ndani. Sio nyumba inatajwa, inataja ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe. Utengeneze madhabahu. Manake yale unayotengeneza ni madhabahu. Wakati mwingine hata ndugu yako asikuelewe, asikujue unafanya nini, unajificha tu asijue, unaenda unaanza kusema na Mungu. Kuna kipindi mtu unaweza kusikia kuna nguvu za Mungu zimekushukia. Wakati mwingine hata uko kazini, endelea kimoyo moyo kusema Bwana, chukua nafasi yote yangu. Bwana, nifungue moyo wangu, fungua masikio yangu ya roho nikusikie. Haleluya. Sasa kusema chukua nafasi yangu Bwana. Haleluya. Bwana asifiwe. Chumba cha ndani ni kitakatifu. Chumba cha ndani kina udhihirisho wa nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Kimebeba nguvu nyingi.
Maana pale ukiwa pale ukitamka, Baba ninakataa hili, ninaweka X. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anaweka X mbinguni. Haleluya. Kwa sababu ni udhihirisho wake. Jambo la mwisho. Nasikiza. Lakini nikihitimisha hapo nimesema chumba cha ndani moyoni chenye mfumo wa mbinguni kwa kukesha na faragha. Maanake utapata maelekezo tu. Mungu hunena siku zote. Jambo la mwisho ni kutoa sadaka ya ukombozi. Kuna kipindi kama umeenda mbali, kuna kipindi inabidi utoe sadaka ya ukombozi. Na sio tu kwenda ndani. Bwana asifiwe. Hata sisi kuna wakati watumishi wa Mungu tunasikia kabisa ni hivi. Mtu anachukua anatafuta sadaka nzuri, unaenda kwa mtumishi aliye na mamlaka juu yako, ambaye ni mtumishi haswa wa Mungu kama wewe. Unataka Mungu mbegu ya udhihirisho ije kwako kwa nguvu nyingi zaidi, upako wa kuendelea mbele. Lakini katika masuala ya changamoto ya mbegu ya udhihirisho, unatakiwa wakati mwingine utoe sadaka ya ukombozi. Andaa sadaka nzuri, naiweka kwenye bahasha, unailia, unamwambia Mungu, sadaka hii ni kwa niaba yangu, ikasimame kama agano na nadhiri ya kufungua maisha yangu na kufunga yale ya kale. Biblia inasema ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Nataka upya wa maisha. Hili jambo limejirudia sana. Kuna mahali wana wa Israeli inapoelekea kumaliza, Biblia inasema walizunguka mlima, hawaoni, wao wanaona kama wanatembea, lakini kumbe wanazunguka zaidi ya miaka 10 na wanazunguka mahali pamoja. Bwana akaja kwa Musa akamwambia, imetosha kuzunguka mlima huu. Imetosha, angalieni kulia. Walipotazama kulia wakaona njia. Haleluya. Wakaendelea mbele. Una wakati unaweza ukawa unazunguka kwenye mlima mmoja, eneo moja. Hapa kuna hitaji nguvu ya udhihirisho wa nguvu za Mungu. Na nguvu hii wakati mwingine inalazimishwa. Kuna vitu vinalazimisha. Kuna mtu tulikuwa naye akawa na changamoto sana ya kazi. Yuko sehemu fulani sitamtaja, anafanya kazi. Bwana asifiwe. Alikuwa anafanya kazi mahali, alikuwa anatuma fungu lake huku kwenye simu. Kwa sababu nilipomwombea wokovu, baadaye Mungu akaniambia milango mingine yake iliyofungwa inahitaji kuvunjwa. Na alikuwa mpenzi sana wa mamake, ambaye mamake alikuja kufariki akiwa mdogo, anamkumbukaga. Lakini babake hakuwa na maisha mazuri, ingawa alikuwa amejiungamanisha kusema ameokoka, lakini alikuwa na changamoto mengi. Kwa hivyo kuna falme zilimfuata yule kaka. Nilipomwombea wokovu, nikaja kumwombea ajira, Mungu akaniambia kuna milango mingine sasa kufuli imefungwa au kitasa kimefungwa na ufunguo umetupwa. Kuna mingine ya kuvunja na yeye hawezi vunjie. Nikasema Bwana, ninaingia, ninavunja ile milango. Piga teke la kiroho na ivunja na muingiza ndani. Ingia kwa jina la Yesu. Akaingia wa kwanza, wa pili akaingia ndani, akaweza kupata. Haleluya. Kuna vitu hata milango ya ndoa, naweza ukawa ndoa ya kwanza, ya pili, imefika ya 4. Manake 3 zimeisha na umekuwa mwanzo mpya. Kumbuka namba 4 inaitwa mwanzo mpya. Manake utaendeleaje? Kuna mlango lazima uvunjwe ili uingie kwenye iliyo halisi. Haleluya. Wakati mwingine tunahimiza mtu aamue moyoni sadaka ya ukombozi, lakini hii huwa hiari na huwa unasikia mwenyewe. Bwana asifiwe. Kuna watu tushawaishauri, lakini kuna wengine basi inabidi usikie rohoni, mimi nasikia nifanye hivi kwa ajili ya kusudi la Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Beba roho ya udhihirisho. Inataka tusimame kwa miguu yetu katika